Je, unapata changamoto ya kuandaa General School Timetable? Vipindi vinakuchanganya? Basi leo hii nataka nikuelekeze njia rahisi zaidi ya kuweza kuandaa General School Timetable, yaani ratiba kuu ya vipindi. Utapata ratiba ya mwalimu na ratiba ya kila darasa, lakini pia General School Timetable, yaani ratiba kuu. Moja kwa moja nitaingia hapa, nitaandika Mtahini Hub. Baada ya hapo nitaisearch, nitafungua hapo ya kwanza kabisa hiyo. Baada ya hapo nitaenda moja kwa moja kwenye kipengele cha General School Timetable, na maanisha hiki hapa. Utaingia hapa, utabonyeza create teaching timetable. Baada ya kufanya hivyo, mimi nitabonyeza, nitaenda moja kwa moja, nitachagua level, labda ni sekondari. Nitajaza madarasa kwa mfumo huo ambao unaonekana hapo. Kwenye kipengele cha kwanza kabisa setup, utabonyeza, ndaweka I kwa maana ya form 1, form 2, form 3. Hata ingekuwa ni grade, basi ungeandika tu I 2 3 4 5 6 hadi 7. Kwa hiyo alafu baada ya kujaza hizo nitabonyeza set forms. Nikishabonyeza set form itakwambia classes updated. Nitakuja kuandika majina ya walimu, nitaingiza jina la kwanza hadi la mwisho la mwalimu namna hii kama unavyoona hapa. Kila nikiingiza itaadi kama nilivyoingiza hapo. Baada ya hapo, baada ya kufanya hivyo, nitakuja hapa kuingiza masomo kwa sababu walimu wangu watakuwa wameonekana hawa hapa. Nitachokifanya, nitaingiza hapa somo, kwa mfano mathematics. Je, ina vipindi vingapi? Nitaingiza idadi ya vipindi vya mathematics. Baada ya kufanya hivyo, nitachagua idadi madarasa ambayo anafundisha huyo mwalimu wa mathematics. Baada ya hapo nitamchagua mwalimu wa mathematics, kwa mfano ni huyo hapa. Nikifanya hivyo nitarudia tena kuandika somo hapo kwenye subject name, kwenye idadi ya vipindi nitachagua madarasa ambayo anafundisha huyo mwalimu, nitakuja kumchagua mwalimu hapa chini. Walimu wangu wataonekana kama hivi, nikishawachagua watakuja kama hivi unavyoona hapo. Baada ya hapo utashuka, utaona umemaliza kipengele cha kwanza, utaenda kipengele cha pili ambacho ni shadow. Ukienda kipengele cha pili ambacho ni shadow, na maanisha tulikuwa kipengele hiki cha setup, sasa tunaingia kipengele cha shadow. Ukimaliza hicho utaenda cha fix, utamaliza cha display. Baada ya hapo utaingiza muda wa kuanza vipindi, kwa mfano unaanza saa 2 kamili. Mimi nitaandika hivyo, nitachagua namna hiyo. Nikishaichagua itakuja hapo, nitaingiza break. Labda break ya kwanza inaanza baada ya kipindi cha 4, nitaandika hapo kipindi cha 4, labda vipindi 30 na ni dakika 30, nitaandika dakika 30, alafu nitaadi. Nitabonyeza hiyo button ya kuadi kama unavyoiona hapo. Baada ya hapo ratiba yangu nitaangazia break zote mbili. Mimi nimeadi ya baada ya vipindi 7, lakini nyingine baada ya vipindi 4. Ya baada ya vipindi 4 ni dakika 20, baada ya vipindi 7 ina dakika 40. Hizi hapa kama unavyoona nilivyoadi. Kama unataka kuziondoa utaondoa kama ulikosea. Baada ya hapo naweza nikagenerate timetable kwa kubonyeza hapa generate timetable. Nabonyeza namna hii. Nikibonyeza hapa timetable yangu ni hii hapa kama unavyoiona hapa. Hii ndio general timetable kama unavyoiona namna hii. Lakini pia kuna sehemu zingine za kufiksi. Kwa mfano hapa nataka niweke picha ya shule yangu, na maanisha kwamba logo ndaweka hapo, left logo na right logo ndaziweka hapo. Ndaweka hapa title ya general, kwa mfano unaandika labda General School Timetable, lakini hapa ndaandika jina la shule, labda Mtahini Secondary School. Ndaandika na mwaka ambao timetable hii imeitengeneza. Baada ya hapo nda apply. Nikisha apply hapo hivyo, basi nitaweza kufix hata vipindi vingine kama vina umuhimu. Kwa mfano hapa asubuhi labda kuna ukaguzi na nini, hizo unaweza kufix, lakini mimi sizihitaji hizo. Ukitaka kuonesha kama zina umuhimu utaziingiza, kama hazina umuhimu hautaziingiza. Ukienda kwenye fixed hapa utaenda kuingiza, kuna vipindi vya ziada ambavyo ni kama debate, religion, unaweza ukaweka hapa, kwa mfano Jumatatu au Ijumaa. Kwa mfano unaangalia, kwa mfano Ijumaa sisi tuna religion, unaandika hapa
religion namna hii religion. Ukiingiza hapo utaangalia hapa, je, religion ipo kipindi cha ngapi? Labda cha 6. Ndaweka hapo. Je, ina vipindi vingapi? Ndaweka hapa. Je, religion ina vipindi viwili, ndaweka hivi. Alafu baadaye nita add. Baada ya kuadi itaonekana hivi. Mimi nilishaweka hii hapa iko baada ya kipindi cha 5. Ndio maana nimeandika P5. Baada ya hapo generate timetable kama ilivyo generate hapa. Tumeona religion iko kipindi cha 5. Mimi baada ya vipindi vinne, 1 2 3 4, kipindi cha 5 hiki hapa na cha 6 kwa sababu nilisema iko viwili. Kama una walimu wengi zaidi ukiongeza itakaa ratiba yako namna hii. Kama idadi ya vipindi sio 9 basi utakuja hapa idadi ya vipindi utaongeza idadi ya vipindi kwa siku viko vingapi? Labda 9. Je, unafundisha siku ziko ngapi? Utaingiza hapo. Baada hapo kigenerate timetable yako itakuwa imegenerate automatically na wakati mwingine utaikuta. Utabonyeza button hii hapa ku download, na maanisha utabonyeza hapa ku download, lakini kugenerate utabonyeza hapa kwa ajili ya kugenerate. Hiyo ndio ratiba ambavyo unaweza kuitengeneza kwa haraka zaidi. Kama nani hapa utadownload Excel, hapa utadownload PDF. Kwa hiyo utofauti uliopo, lakini pale utadelete timetable yako kama inavyoonekana hivyo. Ni baada ya hapo twende tukaione timetable ambayo nimeitengeneza. Utaenda kuiona namna hii. Hii hapa timetable niliyoweza kugenerate. Utaiona namna hivi. Ngoja tuifungue hapa. Niweza kugenerate. Hii hapa timetable yangu. Hii hapa kwa mfano Mr. Robert, Mr. Daudi ndio walimu niliowasave pale. Miss Elizabeth, Kamau, namna hiyo kama unavyoona general timetable hii hapa. Vipindi hakuna inavyogonganisha sehemu yoyote. Hakuna madarasa yote ni 1 mpaka 4. Kama unaongeza A na B, kama wewe unataka ujaze A na B pale utaenda unaandika I A mkato I B mkato, hivyo utagenerate timetable kwa staili. Asante sana kwa kunisikiliza. Karibu sana Mtahini Hub kwa kurahisisha kazi za kitaaluma.